Nimejisukuma mwenyewe au? Mbona kama kuna mtu kanisukuma? Potea mbali. Wewe Sonia leo tunikoma. Au labda tungemtuma tu boda akatuletea hata madumu mawili kutoka pale nyumbani mpaka hapa, kwa sababu tumezunguka sana mpaka sasa hivi maji bado hatujapata, na humu ndani usafi lazima tufanye, hatuwezi kupacha hiyo. Hii mitaa nao jao aisee. Unajua mimi nimechoka. Lakini hata hivyo sina namba ya bodaboda yoyote pale nyumbani. Mimi namba mbona ninayo? Kuna bodaboda wao anamtuma muda mwingi vitu vya sokoni. Kwa hiyo anaweza kutuletea mpaka hapa nikimwelekeza. Basi mpigie. Amepatwa na nini? Kuna nini huko ndani kwani? Sonia. Huyu Sonia. Wow. Yaani kila siku zinavyozidi kwenda, unazidi kuwa mrembo. Unazidi kuwa mchuno. Aga. Unanifanya nashindwa kumove on. Yaani kusema kweli hapa nikuangalia unanikumbusha enzi zile Sikonga. Maana bisketi vyako umepoa. Hivi wewe, kwani mwenzetu aibu umepoteza tukusaidie kutafuta au? Kitu ambacho sielewi, kwa nini wewe ni mtoto wa kiume lakini una shobo za kike? Salome unanitusi. Yaani mimi mtoto wa kiume na kuwa na shobo za kike. Wewe umempata nani ambaye anakutia kiburi kiasi hicho mpaka mimi unaniona na shobo za kike? Umenisahau kabisa. Salome, mimi leo nimekuwa na shobo za kike. Yaani hapo bado. Ukiendelea na wewe ujinga wako na upumbavu, nitakupa matusi mpaka ya ukoo wako. Tena mpaka na chenchi itarudi upo. Hivi wewe, hujui maana ukataliwa au? Yaani najuta kukutana na wewe kwenye maisha yangu. Wewe ni mwanaume wa aina gani wewe? Wewe. Niguse tena nikuonyeshe show. Pumbavu nini wewe? Sasa sikia nikwambie. Wewe si unaniletea kiburi. Umeona mkoba? Mkoba utafuata nyumbani. Nikikuona tena na mwanamke wangu nitakushika bega bro. Alafu tatafuta wanaume wako.
Na mimi naona bora ungekaa tu chini wala. Maana hizo hatua zako za huku na huku sasa umekuwa umeshafika Chalinze. Sawa. Wajua mke wangu, yaani nakuwaga na mawazo sana, lakini mawazo ya leo nahisi anataka kupasua ubongo wangu. Kwa nini? Kwa ajili ya kila kitu, yaani kila kitu. Complication kubwa ni hili swala la kumpokea mtoto wangu. Kiufupi mke wangu, nina shauku kubwa ya kumpokea mtoto wangu huyo kuliko hata unavyonifikiria. Kiukweli mimi nimemwachia Mungu. Mpaka hapa tulipofikia, sina cha kufanya kabisa. Mambo yameshakuwa magumu sana. Na kila siku, yaani mambo yanaendelea kuwa magumu. Kwa mimi nimeshachoshwa na kila kitu. Haya, shusheni hayo mawazo na maji ya baridi. Ila Joan, yaani tangia umetoka kwa mama yako, umerudi umechachuka kama ndimu. Maneno mengi utazani umezaliwa premature. Baba, mwalimu alisema kuwa kwenye kila jambo zungumza na Mungu. Tusali hata kidogo basi. Mungu atatusaidia kwa pamoja. Neno la Mungu linasema hivi, wakikusanyika wawili na zaidi kunitukuza, basi na mimi nipo. Tufumbe macho, tuombe kama mmenielewa. God, I come before you. Wewe unajua ni kipi bora kwetu, ingawaje tunahitaji vingi sisi wenyewe. Mungu, wewe umeruhusu familia hii ipitie haya yote, ukiwa na imani kuwa tunaweza na tutashinda. Lakini kwa pamoja, familia hii tunakuja kwako tukiomba utusaidie kwenye vita hii, ukapigane wewe na sio sisi. Vita yetu ni yako Mungu, tupiganie Mungu wangu. Wote kwa pamoja tuseme amen. 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 John, nakupenda binti yangu, binti yangu, binti yangu, binti yangu, binti yangu. Mwanangu, mimi mama yako nakupenda sana. Nawe ni kama baraka kwenye familia yetu. Asante.
soda, utakuwa umemaliza bando langu. Bando langu lenyewe kule limebakia kidogo tu. Mama, bando lilokuwa kwenye simu yako leo zilikaisha. Hebu tazama. GB 100 zimetoka wapi? Mke wangu, mimi ndio niliyekuunga hilo bando la GB 100 kutoka kwa Chris Bando. Yaani ukiwa na line ya Halotel raha sana. Huwezi ukakosa bando la kuperuzi katika mitandao yako ya kijamii. Iko hivi, mtafute Chris Bando, ana vifurushi vikubwa kwa bei rahisi. Embu imagine, ukiwa na shilingi 11,000 unapata GB 10. Ukiwa na shilingi 14,000 unapata GB 15. Ukiwa na shilingi 75,000 unapata GB 100. Kwa mfano, mimi nimetumia shilingi 75,000 kumnunulia mke wangu GB 100 ambazo ataperuzi mwezi mzima kuliko kulipia shilingi 500,000 kwa bando za rejareja. Wewe unachelewa nini? Iko hivi, mtafute Chris Bando katika namba zifuatazo. Nitakutajia 2 japo yeye anazo nyingi. Namba ya kwanza ambayo anapatikana Chris Bando ni 0615754303. Unachotakiwa kufanya ni hiki. Mtafute Chris Bando akuunge bando kwa bei kitonga. Kumbuka, unapotuma pesa ndipo anakuunga bando lako. Na unapotuma pesa yako, jina litakuja Christopher Luoga. Kuna wale watu ambao mnatuma pesa alafu mnarudisha muamala kabla mjaungwa. Iko hivi, usiwe na haraka. Wateja ni wengi. Unapotuma pesa yako, kaa kwenye foleni, utaungwa tu. Hakuna aliyeibiwa. Lakini kuna matapeli wamejiongeza. Wanakuja wanatumia jina la Chris Bando. Wakatae. Kumbuka, Chris Bando anapokea pesa yako kwa kutumia lipa namba. Anatumia lipa namba 3. Lipa namba ya M-Pesa, lipa namba ya Halotel na lipa namba ya Tigo Pesa Mix by Yas. Sasa nitakutajia lipa namba moja, zingine na kuorozesha hapa. Lipa namba ya kwanza ambayo ni ya Halotel ni 23 26 22 42 na jina litakuja Christopher Kasmili Luoga. Utafute Chris Bando upate bando kubwa kwa bei rahisi. Vifurushi kama ulivyoorodheshewa hapo na unalipa kwa lipa namba. Hakuna aliyeibiwa kutoka kwa Chris Bando. Ukituma pesa yako, tafuta namba moja katika zile namba 4 za kumpigia. Chukua ule muamala uliotuma pesa, mtumie kwenye hiyo Halotel moja ulioichagua. Kisha yeye atakuunga. Hakuna aliyeibiwa. Epuka matapeli. Chris Bando ni mmoja tu. Chris Bando, bei kitonga. Mbona kama upo sawa mke wangu? Bado namwaza Sonia na hali yake? Hapana. Ila kuna mambo mengine mume wangu yananiumiza kuliko kawaida. Kuna muda nahisi kichwa kama kinataka kupasuka. Ina maana unataka kuniambia kwamba kuna mambo mengine yanayoendelea ambayo mimi siyajui huko ndani, si ndivyo? Ndio. Na leo nitakwambia. Samila, njoo na juisi ya kaka. Asante sana. Samila, hebu chukua kiti njoka hapa mama. Naomba leo niweke mambo wazi. Labda naweza nikaa sawa. Labda maumivu ya moyo wangu yanaweza kapoa pengine. Unanitisha ujue mke wangu. Mume wangu, mimi sio mtoto yatima.
na sijalelewa katika kituo cha watoto yatima kama ambavyo nilikuambia huko nyuma. Unataka kumaanisha nini kwenye hili? Mimi nilikuwa na wazazi wangu wote, lakini kwa sasa wameshafariki. Mwanzo nilikudanganya mume wangu. Nakumbuka kipindi naanzisha mahusiano na wewe, nilikuambia kuwa mimi ni mtoto yatima. Mume wangu, juzi nilivyompeleka Samira kwa hiyo mwanaume ambaye amempatia ujauzito, nimekutana na mdogo wangu wa kiume. Mama, huyu ndo Roy ambaye aliuza mali zote nyumbani na kuondoka na mwanaume wake. Na Roy huyu ndo ambaye kapelekea mama yangu kupata shinikizo la moyo na kupelekea kifo chake. Yaani uliiba mali za wazazi wako, then ukatelekeza na familia yako. Kama hivyo ndivyo, mbona wakati nakutana na wewe ulikuwa huna mbele huna nyuma? Tena nikukuta mtaani unauza mboga. Hizo pesa ulipeleka wapi? Kwa sababu mimi niliibiwa pesa na mwanaume ambaye nilikuwa nampenda sana. Toba. Ndio kuzurumu kweli Abidu. Nachanganyikiwa mimi. Mume wangu Samira, najua nyinyi mnaenda mkaongea naye Jason na akaweza kunisamehe makosa yangu yote. Kabla nienda kumwomba msamaha Jason, kama ukijua kwamba Jason ashakutoka na binti yako kimapenzi, kabla hujamwezesha kinguvu. Umenisikia? Binti yako ashakuwa na mahusiano na Jason. Tena na wasiwasi hata ile tuma ambalo linakuwa itakuwa la Jason. Na kama sio Jason, basi ni Patu. Maana alikuwa anajua kuwachanganya tu. Unaongea ujinga gani wewe Samira? Naongea ukweli. Ujinga wa Daroy umepelekea mpaka mwanae kutembea na mjomba wake. Umeona madhara ya hali ilikuwa nakukataza muda mrefu? Ulikuwa unamfanya binti yako kama shoga yako. Matokeo yake ameolewa huko na watu wasiojulikana, mwisho wa siku anakuja anatembea na mjomba wake. Wewe mwanamke wewe. Kweli katika hili sitaweza kukuwekea msamaha hata kidogo.
Wewe unajua hizo nguo safi lakini afu unaziweka hapa chini. Kwamba unaamini huu mkeka kiasi hicho? Wewe naye kwa kujifanya msafi sasa. Haya, au mkeka hapa una uchafu gani? Mimi nataka nikunje tu nikimaliza nikaeke kabisa kwenye begi. Maana leo sio kwa jua alivyonibaruzia. Wewe nani? Mbona umekata haraka haraka kiasi hicho? Atakuwa nani mwingine zaidi ya huyo kama? Remi, huwezi jua. Labda huyo ndio fungu lako. Halafu unampuuzia kama hivyo. Fungu langu nishalipiga teke huko zamani. Kwa hiyo kwa sasa sitaki tena mahusiano. Unajikosea sana. Wewe hujui tu. Lione vile kama mzimu. Haya mapenzi yanaweza fanya ukakosa furaha, na pia mapenzi yanaweza fanya ushindwe hata. Haya mapenzi yanakosesha amani kabisa, unempenda kupendi kweli anaumiza. Umefuata nini hapa kama? Remi, unafikiri nimefuata nini hapa kwa kama sio wewe walangu zuri? Afa baba nikuuliza swali moja. Hivi una mpango wa kuniua na Sonona? Maana unakaa kimya mpaka mimi najisikia vibaya. Najistukia. Sometimes I miss you, Remi. Unanipa shida. We koma wewe. Kam, kipi uelewi lakini? Shem darling, karibu ukae. Kielele tu. Hebu lioni kwanza. Shem wa familia, wa leo na jana. Niambie, utakunywa soda au maji? Asante sana shemeji yangu na nusu. Kusema kweli mimi kiu yangu kubwa ni Remi. Yaani hapa nilipo nimemuona. Nimetosheka pakubwa sana. Moyo wangu umetulia. Nafsi ni poa. Akili imechangamka. Haya, maongezi mema. Shem, akikataa kuongea na wewe, piga taxi bega, ondoka naye. Asante sana shemeji. Yeah. Oh na 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 na. Oh lo 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 no 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 no. Usiniambie umemaliza kupika mara hii. Ungekuwa ule uji umechemka hata kidogo tu, ningetia chumvi au sukari tunywe kwa ajili ya kuchemsha tumbo, lakini ndo kwanza hata dalili hamna. Alafu sasa na gesi imekata huko ndani. Naona tayari mashoko mageni yameanza sasa. Kwa hiyo hapo tuseme Disko kaingia Mmasai. Shemeji umekuja na upepo mbaya. Unaendeleaje kwanza shemeji? Maana tangia nimefika ni story tu. Nimesahau hata kukujulia hali yako. Naendelea vizuri. Mungu amemwona mja wake. Vipi kuhusu Remi? Yupo kweli?
Ya, yupo. Lakini yuko busy kwa sasa kidogo. Maana kuna mambo wanaweka sawa na mama. Oh, hapo sawa. Ila mwambie kuwa nimemmisi sana. Mwambie kuwa nina uhitaji mkubwa sana wa kuonana naye. Maana nahitaji kuzungumza naye leo kesho. Usijali shemeji. Nitamwambia na akipata nafasi basi atakuja. Afanye hivyo bwana shemeji. Tayari sasa mshahamia kwenye mapenzi. Jamani, njaa zinauma. Toa uma, weka kijiko mwanetu. Ndugu yangu, ili gari limeisha mafuta. Ukiligusa tu chali. Umeanza bwana. Sikia. Nenda kutafuta mkaa huko. Nisiweze kutoboa na inja. Fanya uwai basi mimi nipate kwenda. Si unajua tena. Fresh. Ana shemeji, unasumbuliwa na nini hasa? Dokta, kwa hiyo hayo mafuta ndio unatumia kwenye kumfanyia massage? Ndiyo, yanaweza kumsaidia kuimarisha mifupa yake na inaweza kuwa sawa kabisa. Na hata leo mkono mmoja ametikisa. Wewe, usiniambie. Unasema kweli dokta? Ndiyo, na atakuwa sawa kabisa. Mungu ni mwema. Mimi mwenyewe sikutegemea kama atakava mapema kiasi hicho. Kiukweli, Mungu aendelee kutia wepesi wake kwa kweli. Wewe vipi? Uko sawa? Ametikisa. Ametikisa nini? Sonia ametikisa mkono wake hivi, vidole nimeviona kabisa. Naona wenge limeanza kukupata mapema mke wangu. Baada ya kupata taarifa kwamba Sonia alitikisa mkono wake jana. Naijua shauku yako, lakini ungetuliza akili na hilo hedi, sawa? Sonia, najua unanisikia na unanielewa. Tafadhali tikisa mkono wako mara nyingine. Sonia, najua unanisikia na kunielewa. Na kuomba please Sonia, kama unanielewa kweli, tikisa mkono wako. Katikisa. Kweli binadamu nimeamini kweli hawana jema, eti kisa mali wamenifanyia husuda nikawa kilema na mke wangu. Baada maisha magumu wakaamua kwenda, nateseka na mwanangu, ila ipo siku hii hali itakuwa vyema. Unahangaika mwenyewe na muda mwingine nakuonea huruma, natamani nikusaidie
ila siwezi, nashindwa hata kunyanyuka. Tegemezi langu ni wewe, ila muda mwingine roho yangu inasita. Naona kwa kuwa ni mtoto wa kike, mzigo mzito, sidhani katafika. Mwanangu vumilia, Mungu atatupa tena. Kama kusoma utasoma tena. Mwanangu vumilia, Mungu atatupa tena. Umasikini utaisha mapema tu, usichoke mwanangu. Binti yangu, binti yangu, binti yangu, binti yangu. Nitapambana baba, mpaka nihakikishe umepona, na wala usiwaze kusumama, nipona wewe atabariki Mola. Na wala usiwe na shaka baba, niamini naweza fanya mazito, iwe kwenye shida na raha, utakuwa na mimi, haya yote mapito. Kinachoniumiza kichwa, sijui ni lini utapona. Kamwe siwezi kukuambia navyojihisi, roho itakuchoma. Kinachoniumiza kichwa, sijui ni lini utapona baba. Kamwe siwezi kukuambia navyojihisi, roho itakuchoma. Ila nakupenda baba, baba yangu.